Leo masikitiko makubwa, utaona watu wameipoteza nyakati zao, watu wameichezea ibada yao, watu wameipuza ibada ambayo kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuletea. Na hii ni ibada adhima kesho mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini leo utaona mtu katika hali ya kutekeleza ibada hawezi akasali na nyakati zake, hawezi akasali na wakati wake. Na kitu muhimu ni mimi na wewe tuhifadhi wakati, kwa sababu yule mmoja asema katika jumla ya maneno yake, man nawwara awqatahu bil ibada faza aqibatahu bisaada. Yoyote ambayo kwamba atanawirisha nyakati zake kwa ibada, wakati wake wote, muda wake wote, akainawirisha na akaipamba kupitia ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala huridhika nayo pale mja atakapoitenda ibada kama hiyo katika hiyo nyakati, basi faza aqibatahu bisaada, atafuzu mwisho wake kwa kusurudika, kwa kufaulu mtu kama yule. Popote ambapo kwamba yeye watekeleza ibada ambayo kwamba Mola huridhika nayo, iwe ni wakati wa sala, iwe ni wakati ambayo kwamba sio ya sala, lakini wakati wote yeye hakupoteza, yuko katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko katika kumwabudu Mola wake, yuko katika kufanya khairat. Na hili ndo ambayo kwamba hutakikana kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pumzi yako yote ambayo umeitumia, wakati wako wote huulizwa. Mola subhanahu wa ta'ala atakuuliza, thumma la tusalunna yawmaidhin 'anil na'im. Mola subhanahu wa ta'ala atakuuliza ile neema ambayo kwamba umepewa neema ya afya, utaulizwa afya yako umeifanyia nini? Umepewa neema ya ugonjwa, umepewa neema ya mali, umepewa neema ya ilmu, neema tofauti tofauti ambayo kwamba umejaliwa na Mola wako, lazima utaulizwa nayo. Ndugu zangu na wazee wangu, vipi sisi leo tutaipoteza nyakati zetu? Tutaipoteza nyakati zetu kwa kufanya maasi, kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wamehasirika, hawa wamepita patupu hapa duniani. Yule ambaye kwamba ameipoteza nyakati yake kwa kufanya maasi, kwa kumghadhabisha Mola subhanahu wa ta'ala. Kitu muhimu ni mimi na wewe tuchunge nyakati zetu, ni mimi na wewe tuhifadhi nyakati zetu. Tutakapohifadhi na kuichunga na kusimamisha na ibada, basi mwisho wetu tutasurudika, mwisho wetu tutafaulu. Lakini tusipoichunga, bila shaka ndugu zangu na wazee wangu watukufu, patatupa amali yetu, tutatoka hapa duniani ikiwa ni habaa munthira. Muhimu ni amali, tukitekeleza na kusimamisha na kufanya vizuri, tutafaulu mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Tayari Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ashatuambia, waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, fanyeni khairi, hakika nyinyi mtanali saada, mtafaulu. Pale ambapo kwamba ukachukua wakati wako tu muhimu katika siku, ukafanya khairi tu, ukatoa sadaka tu, ama ukaelimisha mtu tu, ama ukafundisha watu tu, ile wakati wako wote ama wakati wako mmoja ambayo kwamba utakaifanya amali nzuri, matendo mazuri, hakika hiyo wakati kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka itakuja kutetea, kwa sababu umetumia wakati wako, umetumia fursa yako ya kumtukuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya kumwelimisha ndugu yako, ya kumfundisha ndugu yako ambaye kwamba hawezi akajifundisha. Ni fursa adhima. Mimi na wewe tusipoteze nyakati zetu, ni mimi na wewe tuhifadhi nyakati zetu kwa khairi yoyote,
kwa ibada aina yoyote, tena ni ibada ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala huridhika nayo, hapo tutafaulu. Lakini tukiacha wakati wetu rebe, ndugu zangu na zangu tukufu, bila shaka tutahasirika. Inshallah, haya machache tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atukubalie sala zetu, tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atukubalie amali zetu, tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi zetu, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.